Barry, quick question, quick fire question. It's either yes, kama kuna place unaweza explain pia you can explain. No problem. But uko na maximum 20 seconds. Your first football memory. Of course tuliongelea mwanzo. First football memory. Memory kwanza mimi nasema kuna nyingine hata ambayo tulikuwa tumeongelea ile Castle. Kuna tournament ilikuwa inaitwa Castle Cup. Ilikuwa sponsored na pombe ya Castle South Africa. Kenya ilikuwa haishinda, ilikuwa imechezwa hapa nyumbani, Uganda wakashinda, ikachezwa mara ya pili ikapelekwa Tanzania. Sasa kule nadhani niliingia na nikaweza funga bao moja nzuri sana ambayo ilifikisha finali, na ilikuwa against Uganda kule Tanzania. Ni memory poa sana kwa vile ilikuwa bado steps za mwanzo za game yangu. Perfect. Which club did you support as a child? As a child sikuwa nafuatilia sana hapa local, obviously ukitokea upande za kwetu kwa ilikuwa lazima tu kila mtu ukimsikia anasikiza FC. Kwa hivyo nikiwa mdogo ilikuwa mdogo nilikuwa FC. Lakini na za nje imekuwa Simoni wanasema ni timu ya hivi juzi, lakini mimi ni mtu wa Man City bwana. Tunakuona wajuzi after wameka pesa huko ndio mmehamia huko. Tumewaona sana. One person that had the biggest influence in your career. Inasema ni mzee wangu, kwa sababu angekuwa anashughulika na mambo ya ball na pia yeye alikuwa flexible. Unajua sisi ni watu alikuwa anapenda kwenda ni waumini wa Catholic Church. Sasa unakuta Buddha alitaka sana wewe ukitoka shule lazima uanze kuwa mtumishi church. Sasa lakini wenzake walikuwa wanamgolizia hapana, ukija talent bwana wewe tunamuona, na akawa flexible, akafeel ala kama ana interest na ball waje acheze ball. Toughest defender you ever faced? Defender wamekuwa wengi. Kabla tukuja hata hapa kuna wakati kwa naongea kuhusu mambo na my generation. Mimi nimekuwa katikati ya group ambayo ilienda group ya kina tuseme Muso Tieno na hii group yako ya vijana wa jana. Na nimefeel wote, na kwa ligi ni kama vile ulisema ulikuwa tulikuwa timu moja, lakini bado ulikuwa unaona kama striker ambaye ananisumbua. Sasa mimi pia ni same captain wetu, na vijana wengi wanasema hivyo. Yeye kwa mango wale toughest defender okay. Wewe ni toughest. Unajua watu wanasemanga timu nyingi kwanza. Imagine kwa cheza rafu. Kiatu fulani ya chini ya maji. Kiatu. Reje watu wajuangi. Lakini kwa wale ambao wanajua wamekuwa wanacheza, reje mwana mtu anaweza maki mtu natoka. Mtu ameapa kufa na mtu. Wewe kwenda siku moja maji anasema nikipata jemo wa ile hii timu umeshinda ligi. Kaba na pia unacheza. Inakuwa iko sawa. Your favorite music? Muziki hata sijakuwa kwa muziki sana, lakini sasa zingine unapenda kusikia tu ukiwa chini ya maji. Reggae na Lingala. Gongomani. Gongomani. Uko pale. Funniest moment you ever seen on the pitch? Kitu funny ushaiona kwa pitch? Kitu funny nishaona kwa pitch. Ndio na coach, ndio nacheza. Nikicheza na hii rafiki yangu ambaye wanaiongelea sana zaidi, chairman wetu wa timu zetu za Kenya ambaye kila mtu anamjua, FC Leopards. President. Tulikuwa naye Boni, tukiwa naye na yeye upiga hiyo story sana. Unajua Boni ukumbuka mastori za ball kama vile wewe Jemo. Sasa tukiwa Naivasha siku moja tunacheza CAF, tulikuwa tunacheza pale Afra Stadium. Anda tu hili tu, na mimi kwa mimi feel ni kitu fani kwa sababu Boni ni striker moja hatari sana. Boni niko sure hata akiacha tu saizi amua acha rudi kwa uwanja, ile mpia yako nayo hata wachezaji wa vijana wa sasa wezi na mguazi yachoka. Boni bado kwa fit. Ile sasa ni time nilifika kama ni fani kwa sababu ni jamana bwana tupiga mabao na unakuta anacheza vizuri, lakini ile game sijui kama amekosania wapi na Toeri ama nini.
Boni ameingia, tunajua sana tupiga mabao lini. Na hata dakika moja isha tena Toeri anamtoa Boni. Sasa sikujua nini ifanyike kwa sababu sikuona makosa alifanya manini. Ameingia kama ametoka. Ile inabaki hata kipiga story mimi uifeel kwa sababu kama ni funny sana. Aliyeingia ndiye aliyetoka. Who was the loudest player you ever played with? Which team? Loudest. Yaani hata akitokea tu huko, yani mnajua wenyewe huyo ameingia. Akikosa mnajua hayuko. Unajua familia Kinaoliech ina ndugu yake mmoja anaitwa Yombe. Apache. Inaitwa Apache. Siku hizi ni kocha kule Apache. Apache ni kijana mmoja ambaye ani ni mtu mfani character. Nakumbuka tukiwa ile Afcon tumeenda kule. Sasa unajua alikuwa roommate wangu, tumekaa tukisema Apache tupewi namba na makocha bwana, hii inakwaje? Sasa unajua kuchochana kwa room. Anapenda kulinda Lunya, anapenda kusema Lunya tunywe nywele. Tumenyoa ni kama design ya ku send message, tumekasika lakini wewe unasema tumejam. Tumenyoa wewe para yeye ameninyoa mimi mwenyewe kwa room. Kisha tunaona watu wameng'ara vichwa nini. Tuongee tumejamaza tu. Game ya mwisho. Lakini Mungu na maajabu yake wakatupea game ya mwisho. Bibi ndio huyo bao tukicheza hapo Burkina Faso. Oyombe amekuwa na game poa. Dakika chache za mwisho kama dakika 20 za mwisho. Lakini unakuta kama ni kunemo man of the match ilikuwa mimi na Oyombe tufuatane. Sasa ilikuwa na hiyo kelele yake yanapiga na kulalamika chini ya maji. Kwa loud. Unajua itabidi niongee kidogo kwa Oyombe. Scenario moja tukienda Rwanda. Unakumbuka ile tukienda Sekafa? Sekafa. Pia alikuwa haiko kwa 18. Akaleta confusion last minute hapo Nyayo. And then hiyo time tukienda, sio mimi nakumbuka kila kitu. Ingine wewe mwenyewe utasema. Ndege Clan. Pale Rwanda. Unakumbuka kuna hii ndege ya Malaysia ilikuwa imepotea ndege ya Malaysia imepoteza watu hata weather haikuwa friendly, ndege inatingika ni nikasikia amekwambia mzee Lonya. Unajua ile ya Malaysia ilianguka time. Unakumbuka hizo? Hiyo pacheni watu wenyewe ndio maisha yanaishi penye iko. Ndio sema chochote. Kajo nyamaza bwana. Kajo bwana. Unajua hakuna kitu baya. Ndege na kuna vile was the zingine ina shake side unasema hapa sasa unajua umejikaza. Una sweat pole jasho itoke lakini umenyamaza. Alafu nasikia mwenzako anasema basi Malaysia juzi nini? Ilienda na watu. Time kama yametubaliza. Another scenario. Kwa room. Achezesha amejamu. Ameingia kuoga. Amejamu na ananungunika peke yake. Unajua mtu ananuka peke yake. Analalamika kwa sauti ali peke yake. Wazee kati. Ndio nitambui. Halunya hapana bwana. Nitambui. Lakini hapa cha yako unajua bora. Akaeka ka kitu kwa meza. Na tunaenda game. Kocha akakuja bahati mbaya. Umenikumbusha. Pache bwana, pache. Si tulikuwa na Prince, Simba. Simba. Na Simba ndio anapenda Pache sana. Alikuwa anampenda na boli yake. Kuna jina alikuwa anamuitanga. Alikuwa anamuitanga aje? Kama muitanga siji India ama ni. Indian sijui. Kwa sababu sisi tunapenda kuenda Pache Indiana. Sasa pia anakuita. Nika promote kwa meza. Nika propose akasirika. Kocha akaingia. Anaoga, kocha anaona, alafu ameweka side yako. Na tunaenda game. Kocha akashanga. Baraza. Is this yours? Ilibidi useme mwenyewe. Hapo sasa ndio umepatikana wawili. Ukisema ukame mwenzako wewe ndio mwenyewe. Anaweza ati tulipata kwa room, hii room ni yenyewe. Bari. What is that one thing your fans will be surprised to learn about you? Fani wengi unajua wanataka wajue. Unajua mimi sasa naanga mteja kwa ligi anafunga akifikisha hata bao 5-3 kwake ana enjoy. Lakini mimi time zote season zote zimecheza ligi yetu ya Kenya na hata hizo nimeenda hizo Malaysia TZ. Yaani hakuna siku nishakuwa na chini kwa season na chini ya zaidi ya bao 10. Ikiwa labda mbaya msimu umekuwa mbaya kwangu ilikuwa ni bao 10 na si mara nyingi. Mara nyingi season ilikuwa na nini singekosa kwa
kama siko number 1 niko tu ambao siko kwa hizo top 3, lakini na mabao zaidi ya 10. Kwa hivyo na kitu fani wanatakana wajue, wawezi jua ni hiyo ndio kitu utuma nika retire by the way. Mimi kwa vile mabao zilikuwepo na hakuna mtu alikuwa anataka ni retire, lakini season yangu ya mwisho Sofapaka kwenye ligi nilipofunga bao 8, nikaona hii dalili sasa. Mimi sijai kadi yangu yote sijai funga bao 8 aje sasa mimi nimezoea kufunga. Hii ilikuwa inaonyesha dalili ya ku retire. Stuck on island. Kuna nini? Una simu, hauna anything, maji peke yake na uko kwa island. Who will you want around with you? One person. Hakuna simu, hakuna anything. Hapo sasa si huyo one person zile mwenye aonekani ni Mungu tu sasa. Hapa ni Mungu zaidi kwa vile ile hali huko. Yeye tu anaweza kusaidia bana. Ni Mungu, si ndio? Mungu tu. In a horror movie, Barry, tuko na only 2 roles and you need to choose one role ucheze. Uchoose one kwa hizi 2. Moja ni serial killer, ingine ni witch doctor. Utachukua gani? Serial killer ni noma bwana. Serial killer ndio watu sana. Basi witch doctor unaweza fanya, lakini huyo mtu ana survive. Akatafuta njia ya survive. Watu account kama uliua. So umechukua witch doctor. Wewe doctor kwa sababu ndio kuua naye pia sipo. Last one. Bari, nimekujua the last 17, nilisema time nikicheza. Wakati tulipatana from day 1 na tukaconnect, nilisema nimekujua the last 17 years. Tumekaa, tumeongea, tumekunywa, tumekula, tumefanya kila kitu. That one thing yenye niambia hii time yote, unaweza niambia sasa that one thing? Kitu moja ambao labda naweza ongea yenye ikipata nafasi ni ningeweza kuambia James Tuma ambaye amekuwa captain wa timu zote. Captain wa timu zote jevo. Si Batare, si Tusker, si Sofapaka, si hata Harambee yenyewe. Na feel kitu ambayo imekuwa ina contribute apart from hizo zingine zote ambazo watu wote wanakujua nazo ni roho safi. Roho safi sasa zingine inakaribisha baraka. Na roho safi kwenye mali God amekuweka saizi kuwa president wa wachezaji wetu wote wao wasichana na vijana Kenya hii ni roho safi. Na hiyo roho safi mimi na feel Jemo bado unaenda places na sisemi utachukua kiti ya viongozi wenye kwa federation, lakini God amekupa miaka ziko upande yako na hawa vijana ambao unawafanyia kazi, mimi siku moja mimi najua watakuwa kwa hizo vita ambazo wanafeel utawasaidia zaidi. Na kwenye industry yetu kwa miaka yote ambayo nimekaa tukua labda tumejuana, mbali na kuwa ni kijana unatoka sehemu za Western na Western ni nyumbani, tunasema ni watu wanatoka sehemu moja, lakini ni kitu niliweza kuona ndani yako. Ukiangalia ile upendo unaonyesha wachezaji popote pale umekuwa, kwa sababu huwezi pewa captain Sofapaka bure, huwezi pewa captain Tusker bure, huwezi pewa captain Mathare bure, huwezi pewa captain hiyo Harambee. Sometimes ile mapro hajakuja, labda kina Musa hajafika bure, inamaanisha kuna kitu. Na hata nakumbuka Ombozi ulipoenda bado ulipewa captain. Nadhani hiyo rekodi ambayo labda hujaambia watu, lakini rekodi sijani kama kuna mchezaji mwingine Kenya ashakuwa captain wa vilabu zaidi ya 5 ama 6 kwenda mbele. Kwa hivyo ni kitu poa sana na saizi hata unaweza ona kwa wale wajui, unakuta unalea vijana wadogo kwenye academy na siku moja vijana pia watakuwa mashuhuda ambao watakuwa witness ambao watasema hii kitu ambayo nasema. Kwa hivyo ni linda vijana saizi, endelea kuwalinda na wale ambao wanapenda haki watakusimamia siku moja wakisema ni kweli Jemo ni ana upendo ndani yake na roho safi.